Filamu yetu inaanza kwenye jengo moja la kishua. Tunakutana na mwamba mmoja anaitwa Fredrick na huyu bidada anaitwa Stella. Na hapa mwana anaomba hela ya dawa, lakini anasema mbona nimenunua miezi mitatu iliyopita, au hii dawa mnatumia kunywea chai. Sasa mida hii asubuhi hapa akiwa anapata chai, basi watoto akanalalamika, baba mbona tunashindwa hata kula siagi na chai. Sasa hata kweli baba hata tuelewi. Nyie kaeni kimya nye watoto wenzenu wako mtaani hawajala hata kitu chochote kile. Mshukuruni Mungu hata mnapata hiyo chai bila mkate. Basi unaambiwa kwamba hapa mama akalalamika kishenzi akasema, sasa wewe umeshindwa kuwanunulia watoto Sasa baba akasema, hebu ngoja kwanza, chai nzuri ipo ofisini. Nyendeeni kula hii chai, mimi ngoja niende zangu ofisini. Watoto wakanauliza, mama, hivi kweli huyu ni baba yetu au alitokota kwenye kituo cha watoto? Akasema huyu ni baba yenu kabisa, ila sema anawapenda, yuko busy sana na kazi kwa sasa. Basi watoto wakaambiwa hivyo na mama akamwambia hebu twendeni kwanza. Watoto wakana maswali mengi kupitiliza. Unaambiwa This recap is for educational purposes only. It is not a replacement for the full movie. Sasa unaambiwa kwamba mshikaji Fredrick akiwa zake huko ofisini. Sasa mwana hapa tunagundua kuwa ni anakamchepuko. Basi akasema baby Betty. Sasa Betty akanalia kule kwamba yupo kichochoroni huku na kuna waizi. Kuna waizi Sasa nitumie location nije sasa hivi. Sawa baby, nakutumia location hapo kwenye WhatsApp sasa hivi, maana watakuja kunikaba huku. Basi unaambiwa mwana ndani ya dakika 2 akawa amefika hapa. Yaani kitoto ni kibichi cha 2000 kinamsumbua mshikaji. Basi akanalia hapo akasema lakini baby nilikuwa nimekumisi. Sasa Betty akasema kwamba nyumbani kwao kuna msiba, kwa hiyo inatakiwa awe na nguo za kutosha ili aweze kwenda kuwatambishia wenzake kule kijijini. Basi unaambia mshikaji anamchukua na anampeleka shopping. Akamwambia sawa, ngoja nikupeleke shopping. Wanafika huko shopping, unaambiwa yani Betty, yani umwambie kitu chochote hiki mshikaji. Basi Betty akaanza kuagiza mikoba ya gharama. Mwana akana atazama tu pale, yani hata haelewi. Basi Betty akasema nataka hii. Basi mshikaji akamwambia nini kingine? Unaambiwa kaagiza magauni ya 5,500. Nataka na hili gauni maana litanipendeza sana. Na hii miwani nikitinga, nitapendeza. Vipi baby, nimependeza? Mwana akasema tayari umependeza. Unaambiwa kwamba Betty ni kama anaenda kufungua hivi shop la kwake vipi kamkoba aka kamenipendeza basi lipa mchumba. Akaweza kulipa. Sasa akiwa anamwaga kwenye gari, mwana akasema sasa hivi sitaki uhangaike, hebu kamata kwanza hii pesa ni kwa ajili ya kuweka tu kwenye mkoba wako, sawa? Kwa hiyo vipi tena baby? Haya, akawa amemwaga pale. Amefika huko nyumbani, basi Stella anataka kumpokea hela. Mwana akasema hebu kaandae chakula. Basi chakula kimeandaliwa hapa. Mwana akawa amekuja hapa. Sasa akasema karibu, enjoy maisha. Sasa kana lalamika hapa, yani mimi na heshima zangu kabisa unaniwekea nyama moja. Ndio maana kuacha hela. Sasa wewe unataka nini sasa? Akana mwambia hapa unataka nini? Stella akasema siwezi kula hiki chakula. Hiki chakula ni kama cha mbwa tu. Basi Stella akachukia akasema lakini mbona sisi tunakula hivi hivi, ungekuwa unaacha hela nyingi. Niacha hela nyingi? Nimekwambia hivi. Yani wewe unaanza kuleta eti jinsia ya kijamii. Yani unataka kwamba mimi nakunyanyasa, tunataka haki. Basi Msela akamwambia kwamba mimi sili hicho chakula, kama kizila pale. Hicho chakula kuleni wenyewe. Sasa kuna katoto kakike, kakawa kanatazama pale chakula. Na maana mzee amezila akachukua ile nyama. Mama akasema hebu acha. Unataka kuchukua ile nyama moja na kutosha bwana. Mama kana yani kichwa kinamgonga kinoma. Sasa usiku mme yani Fredrick amelala zake hapa. Sasa unaambia kwamba mama akasema lakini Fredrick mbona unakuwa hivyo? Uache hela mboga, uache hela matumizi, sasa inakuwaje? Unafikiri sisi tunaishije mndani? Fredrick akamwambia bwana wewe mwenyewe unafanya kazi na wewe pia hela zako unatumia kufanyia nini? Ndio Fredrick, wewe ni kichwa cha familia. Sasa kama mimi kichwa cha familia, wewe utakuwa nini sasa? Utakuwa ni mgongo wa familia Basi Fredrick alikuwa anamjibu ovyo mke wake pale, mpaka mke wake anasusia hili jambo. Akasema sikiliza, yani wewe kuna kitu kitakuja kukupata kibaya, inaonekana wewe sasa hivi umebadilika. Sasa unaambiwa Msela kama kawaida yake leo asubuhi unaambiwa kwamba kamfuata hapa bidada. Unaambiwa wanavyosema wahenga, malipo ni hapa hapa duniani. Sasa Fredrick hakujua kuwa Betty alikuwa na maisha yake mengine ya asili. Sasa akamemletea hapa vitu na anataka utamu. Sasa Betty akamwambia, hebu sikiliza, mimi nataka kitu kingine, yani wewe unaniletea vitu vya kula. Msela akasema naomba tuingie basi ndani. Betty akasema hapana bwana, utaingia siku nyingine. Basi Msela akawa amempa zawadi na akawa amesepa hapo. Sasa unaambiwa amekuja huko ofisini akawa anaongea na mshikaji wake hapa. Ule rafiki yake akawa anamwambia sasa sijui inakuaje mwanangu, mbona siku hizi umeanza kuchanganyikiwa? Hapana bwana, mimi sijaanza kuchanganyikiwa bwana. Mshikaji akamwambia lakini wewe hauko sawa kabisa. Hivyo unafikiri uko sawa? Hauko sawa. Mshikaji akasema mimi niko sawa sasa hivi na enjoy maisha kwa sababu Betty ni kitoto cha 2000. Sasa mida hii ya usiku unaambiwa kwamba mshikaji alivyofika hapa sasa akawa anataka kuingia mpaka ndani huko. Sasa anamtembelea, yani anamwambia sikiliza,
Maana kana sema mimi tumbo linauma. Hasa mshikaji akasema mimi nimekutembelea ili tufanye. Bidada akasema mimi siwezi, niko kwenye siku zangu bwana. Hivi akamtania mshikaji na akamwambia kama vipi aweze kumpatia pesa. Mwana anaacha tu kibunda na anaondoka. Bidada akana cheka tu hapo. Unaambiwa msela wetu ni kwamba maisha yake ni noma. Sasa midai mingi anampigia bidada anamwambia vipi? Unaendelea jamii poa. Basi siku zikawa zinakatika na hapa aliyepiga sasa ni Beti. Unaambiwa sasa, yani mwana akimpigia mke wake ni maneno mawili anakata simu. Beti akamwambia, "Baby, hivi mimi hapa nilipo yani sijisikii vizuri, yani kichwa kinaniuma. Umeona kwa nataka pesa hapa." Pesa, unataka shilingi ngapi? Nataka 600,000 niweze kutumia siku ya leo tu. Umeona? Afu uniletee kesho zawadi nyumbani. Mwana akasema, hakuna haja ya kumpelekea kesho. Ngoja nimpelekee leo. Oya, mwana akachukua suti na anatimba na mazawadi hapa, akagonga hapo. Anaangalia muda kama amechelewa hivi. Mpenzi, samani nimechelewa. Twende tukale keki. Lakini mimi sitaki hizi keki. Sasa unataka nini? Mimi nataka bia. Kama vipi kanete hata wine. Basi msela anaenda huko kuchukua wine. Sasa anafika hapa, anataka kuingia ndani, Beti anamzuia. Beti akamwambia, "Sasa hii wine, ndio hii hapa." Beti akasema, "Lakini basi tutafanya siku nyingine, leo mimi siko poa." Sawa Basi unaambiwa mchizi kila kingangana kutaka kupata utamu ni kwamba Beti anamkatia. Basi msela anaondoka zake. Beti anacheka tu anasema, "Hiki mwanaume." Oya, msela amekuja tena huko anagonga. "Wewe nini tena?" Akamwambia, "Sikiliza, nimekuletea hizi zawadi." Beti akasema, "Kwa umeamua kuleta vitu vyote hivi?" "Ndio, na ili tu ni tufanye." Beti akamwambia, "Hapana bwana, mimi nimekwambia tutafanya siku nyingine." Basi sawa mpenzi wangu. Mshikaji akawa anampa zawadi kinyonge. Beti anapokea zawadi na anamwaga bye. Basi mshikaji yeye kazi yake ni kuleta tu msosi huku na anaopiga ni wengine. Basi msela akasema nitakupata tu. Sasa mida mingi ya usiku unaambiwa kwamba Kaluma uharibu kila kitu. Sasa malipo ni hapa pa duniani. Mwana akapiga simu, bidada apokei. Oya, usiku ule msela sio akatimba hapa. Sasa wakati anaita hapa, Beti, huko wapi Beti? Sasa huwezi kuamini. Mshikaji akatokea hapa. Akamwambia, "Wewe unamuita nani?" Nilikuwa namuita Beti. "Usiku unakuja kumuita mke wa mtu? Hivi wewe una kichaa?" Muda huo Beti anatokea. "Oh baby, kuna nini?" Akasema, "Sielewi huyu, sijui anatafuta nini huyu." Baby, hebu achana, atakuwa mnichizi amepotea. Afu ananijuaje jina?" Mzee akasema, "Huyo ni mpenzi wangu na kila kitu nilikuwa nampa. Wewe mpumbavu, kaa mbali na mke wangu." Kumbe Beti na huyo jamaa walikuwa wanataka kumpiga tu pesa mshikaji. Sasa bidada hapa anashangaa kelele nyingi zinatokea kule kama kuna msiba hivi. Basi unaambiwa Stella anashuka zake kuchini. Msela analia tu. Oya, unaambiwa mapenzi ni hatari. Stella anamuuliza, "Shida nini Frediki?" Frediki akasema, yani biashara imeenda vibaya." "Biashara?" "Ndio biashara, ninakwambia yani nimeingiliwa." Basi unaambiwa Stella anaanza kumpoza pale. Akamwambia, "Basi twende ukalale." Akamchukua kwenda kulala. Time mingi ya usiku maana anasikia mtu analia chooni. Sasa msela wetu akiwa yuko zake kunya huko analia tu. Mapenzi yanauma ise. Akanamuuliza, "Sasa wewe Frediki, kazi gani hizo ambazo umezifanya hadi zinakuliza hivyo?" Mshikaji akawa anasema, "Wewe acha tu mke wangu, yani wewe acha tu, binadamu wabaya." Basi mke wake hata hajui nini kilichotokea. Unaambiwa kwamba basi anakuja kumlaza hapa, mshikaji analala hapa. Sasa ni noma sana. Mshikaji muda wote analia tu. Jamani mapenzi. Mapenzi haya. Sasa mapenzi nini tena? Mapenzi ya Mungu. Oya, sasa leo hii huku saluni hapa tunakutana na Beti na Msusi. Sasa Beti akawa anasema kwamba oya, kuna hako kajamani, oya na kachuna ndo kaliko ni lipia hizi nywele. Sasa mdau kumbe kuna mke wa mshikaji Fredrick hapa Stella anasikia. Kabeti kanasema, "Unajua yani huyu jamaa." Asa akasema, "Huyu jamaa Fredrick nimemsave hadi ATM kwa ni mtu ambaye yani ngoja nimpigie umsikie." Sasa alivyompigia, "Hebu sikiliza Fredrick, nataka milioni 2 hapo nitumie, niko saluni hazijatosha." Basi unaambia Msusi akasema, "Kwa anakutumia?" "Ndio, nikimpigia tu ananitumiaga." Oya, sasa Stella akamevutwa kuna rafiki yake analia tu. Rafiki yake akawa anamwambia, "Vumilia kwanza, hebu sikiliza. Unataka kufanya fujo za nini? Hebu achana naye kwa sasa, sawa? Huyo ni mchepuko tu. Hebu subiri kadiri na mume wako kwanza." Basi analia tu hapo Stella. Basi rafiki yake akawa anamshushia nondo za kutosha hapo, akamkumbatia tu. Oya, unaambiwa mume anaumwa. Sasa leo hii hapa bidada akawa amemletea juice, akamwambia, "Mpenzi wangu, hebu tumia juice." Sasa tangia leo umeanza kuniletea juice, lakini sema tu basi ngoja ninywe kwa sababu nimekaukiwa. Kunywa tu. Basi mshikaji akawa anakunywa juice pale. Unaambiwa juice ni tamu vibaya mno. Sasa unaambiwa kwamba huwezi kuamini. Bidada akawa anamwaga paka, akamwambia, "Mimi niko zangu sebleni hapo." Sasa unaambiwa Stella akawa anajilaumu tu hapo. Anasema, "Niliingia kwenye hii ndoa kama msaidizi wa huyu jamaa, lakini sasa hicho nifanyia ngoja kwanza." Sasa huwezi kuamini.
hapa bidada akawa amechukua simu ya mshikaji, ametoa password na kuna mtu akawa amempigia hivi. Sasa unaambiwa ni nani huyo aliyempigia? Ni mwamba mmoja hivi ambaye anahusika na masuala ya benki. Unaambiwa kwamba akachukua vidole vya mshikaji na akampiga kibao. Maana jamaa amepewa dawa ya usingizi, yani hata hajielewi. Baada ya kurudi alikotoka, sasa sijui alienda kufanya nini, akarudisha vitu vya mshikaji. Sasa akasema nimekokomoa, sasa subiri kwanza. Yajayo anafurahisha. Unaambiwa sasa mwana wetu amelala mpaka midai. Sasa leo hii unaambiwa kwamba mshikaji amekuja kumnunulia mpenzi wake beti hapa. Akasema, "Wewe kaka, unataka kulipia nini kwenye kadi yako kupo zero?" Akasema, "Kupo zero wakati kulikuwa na milioni 200." Beti akasema, "Wewe ulinileta kuli kunizalilisha Hebu sikiliza, acha kunizalilisha. Sasa hivi vitu naondoka navyo." Anavyotaka kuondoka navyo, mhudumu akavichukua akasema alipie. Mwana hata ana hata 100. Sasa akiwa kwenye gari anawapigia washikaji wa benki. Wanamwambia, "Bwana, pesa ulitoa mwenyewe." "Sasa mimi pesa nilitoaje?" Unaambia msela anakuja zake huku nyumbani. Huku kuna watoto wake. Sasa Beti akana shangaa. Sasa mtoto akasema, "Baba, mbona kama uko sawa?" Baba akasema, "Msijali watoto wangu, mimi niko sawa tu." Basi akana ingia huko ndani. Naye mama ikabidi amfuate kumuuliza. Ila yote yaliyofanyika hapa ni kwamba Stella aliweza kuingia benki na akatoa pesa za mshikaji zote, na ikasemekana yeye ndo alitoa pesa. Anakuja kumsimulia rafiki yake hapa. Rafiki yake anasema, "Unataka nini?" Mshikaji akasema, "Unajua bila pesa huwezi ukaishi. Mimi ninachokitaka mwanangu, unikopesha hata milioni 5 hivi. Basi mimi nitakusaidia. Lakini siwezi kukusaidia kama unaenda kutumia kwa huyo mchepuko wako. Mimi ngoja niondoke." Msela akashindwa kumsaidia. Sasa Msela amerudi zake hapa, njaa inamgonga kinoma. Akiwa ametulia hapa anashangaa kuna chakula pembeni. Akamuuliza, "Hicho chakula cha kwangu?" Stella akamwambia, "Ndio, hicho chakula chako, wewe nenda kale tu." Basi mwamba kwa sababu alikuwa na ubao, akaanza kuvuta kijiko cha kwanza, akala cha pili. Hiki chakula mbona kama kina pilipili hivi? Mshikaji akawa anatapika, "Naomba maji." "Unataka maji?" "Maji." Basi bidada anakimbia enda kumchukulia maji. Sasa huwezi kuamini, anamwambia aisee, maji bahati mbaya yameisha. "Maji yameisha kivipi? Umeshindwa kununua?" Bidada akasema, "Wewe ukuniachia hela, sasa mimi ningetunulia nini?" Mwamba anasema, "Ni maji ya 500 tu umeshindwa kununua." Akafunikia chakula hicho, akasema, "Ngoja aende kwenye gari, hicho chakula usile." Basi siku zikawa zinapita. Sasa leo Msela yupo kuoga huko amejipakaza mapovu. Huwezi kuamini, maji yakakatika. Akanamfuata Stella. "Stella, nani amezima bomba huko wewe?" "Nani amezima bomba? Itakuwa bili imeisha." Ndio maana ametukatia. "Wewe ulikuja lipa miezi 3. Sasa Msela hapa akasema, "Ngoja aende zangu ofisini leo asubuhi." Anawasha ndinga iwaki. Kuangalia geja isomi. Ina maana mafuta yameisha. Aisee, mwana anagundua kuwa mafuta hamna tena kwenye ndinga. Aisee, noma sana. Basi anarudi hapa. Mke wake anasema, "Nini tena?" Akamwambia mke wangu, "Eti mafuta yameisha." "Mafuta yameisha? Wewe unaweka mafuta full tank?" Anasema, "Wewe hebu niache kwanza, unanichanganya ujue." Msela amechanganyikiwa kwa sasa kwa sababu Fredrick ana pesa tena, ni magari yake yote hamna, akaunti zake zote zinasoma sifuri. Unaambiwa sasa hapa ndipo Stella anapofika kikomo cha uvumilivu wake sasa. Sasa Msela anaingia zake kwa anakuta kuna kafriji kageni. Akamuuliza, "Kafriji kanafanya nini hapa?" Stella akasema, "Mshahara niliopokea mimi nimenunua zangu vyombo, ndo kazi yangu. Kwa hiyo wewe kununua chakula. Yaani wewe mpumbavu, umeshindwa kununua chakula cha ndani unakuja kununua mafriji." "Ndio mume wangu, kwani kuna shida gani mimi nikinunua mafriji? Wewe unanunua chakula?" Mwana akasema, "Sina hata 100 kwa sasa." Sasa tunarudishwa upande huu hapa, tunakutana na Kabeti. Kabeti kapo kanampigia simu, kodi imeisha hapa. Sasa apokee simu, hebu ngoja nimfuate huko. Rafiki yake akasema, "Lakini sio vizuri kumfuata, shauri yako." Basi Kenya Kabeti kanaenda zake huko. Huku Msela analalamika, amenunua tena freezer. "Yaani umenunua tena freezer? Umenunua friji na freezer?" Anaangalia freezer. "Ndio nimenunua freezer kwa ajili ya kupozea vitu. Kwani kuna shida gani? Wewe unajimwaga vitu." "Lakini mke wangu, hicho ambao ukifanya sio kizuri, hela ungenipa hata ninunue mafuta ya gari." Sasa time hizi kamefika Kabeti, kanagonga mlango. "Odi. Odi. Odi. Odi." Mwana anaenda kufungua, anamkuta Beti. "Wewe sikiliza, hebu ondoka bwana, mke wangu yuko ndani ujue." "Hapana baby, ujue kodi yangu imeisha." "Ndio nitakutumia basi." "Nitakutumia wewe, sawa, wewe nenda tu." Sasa kwa bahati mbaya anakuja hapa bidada anauliza, "Huyu ni rafiki yangu." "Rafiki yako akanaswa pale, mpumbavu, nafikiri sikufahamu wewe." Basi uvumilivu kama umefika kikomo hapa Stella. Alimshushia kipondo pamoja na mume wake. Sasa time hizi akaamua kubeba vitu vyake na watoto. Sasa watoto akasema, "Sisi tunamfuata mama." Sasa kama umeshindwa kumlea mama, unalea mchepuko na kuaje? Watoto na nyoa kabeba mabegi wanaondoka. Msela akawa anasindikiza tu kwa macho, naambiwa. Sasa huwezi kuamini, Stella akawa amefika kwa rafiki yake hapa. Kwa hiyo kuanzia sasa atakuwa anaishi hapa. Akawa anasema ndio hivyo. Sasa leo hii Msela wake amemtembelea, akasema, "Na maana familia yako yote imeondoka?" Msela akasema, "Ndio imeondoka." "Yaani imeondoka hata mimi mwenyewe sielewi. Familia yote yani ilikuwa inanitegemea, lakini mwisho wa siku imeondoka." Sasa unaambiwa kwamba mshikaji wake akasema, "Inatakiwa ukamwombe msamaha mke wako kwa sababu wewe ndio chanzo. Wewe ndio ulikuwa unatoka nje." Sasa leo hii Msela
akiwa ofisini, Kabeti kanakuja anasema, umefuata nini hapa wewe? Wewe mgombanishi wa familia. Niambie umefuata nini? Niambie, hebu toka hapa, sikutaki, ondoka. Sasa Beti akasema, mimi ni Beti lakini hata kama Beti, hata kama ni Betri Beti, ondoka. Sasa leo msela anakuja kumomba msamaha mke wake. Mke wake akamfukuza pale, unaambiwa. Sasa mshikaji akiwa barabarani huku, unaambiwa ana rosto ya pombe, akawa anapiga zake mitungi tu, unaambiwa. Yaani anaikumbuka familia yake. Oya, kuna wanaume wanafanyaga michepuko lakini waga mambo yakiharibika wanaanza kunywa pombe, ndo kama huyo msela. Sasa hapa tunakutana na Stella analalamika. Sasa bidada anasema, ina maana wewe umeshindwa kwenda kumkubalia kumsamaha? Ndio, nimeshindwa kwa sababu alichonifanyia sio poa, ameniumiza. Hivi unafikiri mimi naweza nikamkubalia tu? Sasa siku zikawa zinaenda, unaambiwa leo rafiki yake na mshikaji Fredrick ametimba hapa. Akanamwambia, shemeji, hebu sikiliza, familia inakuhitaji tena. Hivi wewe unafikiri unachokifanya watoto na wenyewe unafikiri watakuaje katika mazingira haya? Hebu mrudie tu mume wako. Mume wako anakuomba msamaha. Ananiomba msamaha mimi sasa hivi. Siwezi kukubali. Iti nikubali. Hivi unafikiri Fredrick mimi simjui? Fredrick ataniomba msamaha, atarudia tena kunichiti. Basi unaambiwa kwamba bidada ikabidi tu akubali kwenda kwa mshikaji. Mshikaji akazungumza hapa vizuri akasema, nakuomba sitorudia tena. Na sasa hivi nitakujali. Yaani wewe nilikuwa nimekumisi, yani pamoja na watoto wangu. Sitofanya tena michepuko. Na kwamba nielewe. Unaambiwa basi bidada yeye ni nani asitoe msamaha? Huwezi kuamini. Hapa bidada akajifikiria mara mbili huku mshikaji anamshushia nondo za kutosha. Mwana kwa sasa amejifunza kwa sababu benki hakuna hata 100. Yaani jamaa sasa amefulia. Unaambiwa kwamba bidada akamkubalia, kumbato nono likapita pale na watoto kama kawaida. Unaambiwa kwamba sasa hivi anasema kwamba mama watoto, huwezi kuamini. Watoto wenyewe ndo hao wanakuja na rafiki yake na Stella hapa. Watoto wakafurahi kumrudia tena baba. Mwanamke wa ndani aliyekutunzia siri na kukusaidia wakati wa shida ndiye anayepaswa kupewa mamilioni yako. Sasa si mchepuko unaompa pesa. Hii ndio likepu yetu ya leo. Filamu hii inatufundisha nini? Wanaume wapendeni na kuwatunza wake zenu wa ndani kabla ya dhuluba haijawakuta. Kama umeipenda likapu hii, usisahau kubonyeza kitufe cha like, weka comment yako hapo chini. Unaionaje tabia ya Fredrick? Na thibitisha umesubscribe ili usipitwe na simulizi zinazofuata. Mpaka wakati mwingine, bye bye.